Mimi nataka niwaambie hivi, usalama ni kitu ya muhimu sana. Usalama wa taifa letu la Kenya ni ya muhimu sana. Tunapigana na wahuni na wakora na wahalifu pamoja na magaidi, na kwa sababu hawa magaidi tumewalemea jana, kwa sababu ya kutaka kulete hali ya hofu sehemu hii, ati walienda wakashika machifu wetu. I want to promise the people of Mandera, hawa machifu lazima warudi nyumbani, na hawa wakora na wagaidi na wahuni tutabambana na wao. Nimekuja na Deputy Inspector General wa polisi yuko hapa, Bwana Masengeli, na nimemwambia Bwana Masengeli yuko area hapa. Bwana Masengeli nishamueleza ya kwamba juu chini, kulia kushoto, mbele na nyuma, east or west, mpaka mambo haya yatatuliwe, kwa sababu we have significantly downgraded the ability of the Al-Shabaab to unleash violence to the people of northern Kenya, and we will not stop at anything until we make sure northern Kenya is safe like any other part of the Republic of Kenya. Munajua hawa wajinga walikuwa wanafikiria ya kwamba wakifanya hiyo maneno walifanya jana, ati ndio nisikuje hapa. Wako ni wajinga kabisa, ni wazimu. Mimi sio ati nimekuja Mandera. Nimekuja na Mandera na mimi nalala Mandera, na ikizidi naweza kulala tena, kwa sababu hapa ni Kenya. And I must make it absolutely clear that every part of Kenya is important, and we are not going to cede an inch of our country to criminals and those who want to unleash mayhem in our republic. We will go after them, we will deal with them, and we will eliminate them. Tumekubaliana jameni? Watu wa Mandera tumekubaliana? Vijana muko? Sikizeni. Hapa Mandera tuko na program ya housing, nyumba 1000 tumetangaza ya kujenga hapa Mandera town. Nyumba 1000 tunajenga pale Ramo. Nyumba 1000 tunajenga pale Elwak. Soko ambayo nimekubaliana na viongozi wenu, tunajenga soko kubwa hapa Mandera town ya milioni 350. Tutasaidiana na county government hapa. Tutajenga soko ingine 6 ya milioni 300 in all the headquarters ya all the constituencies hapa Mandera. We have a mchana mapema ya kwamba serikali ya Kenya itajenga ile barabara kutoka kule Isiolo mpaka hapa Mandera kilomita 750 na kuweka lami, ndio tuunganishe sehemu hii na Kenya ile ingine. Watu wa Mandera mnamsikia? Sikizeni tena. Tumeunganisha pesa ya World Bank, tumeongeza pesa ya African Development Bank, tumeunganisha pesa ya Arab Banks, tumeunganisha pesa ya serikali ya Kenya, shilingi bilioni 100 kutengeneza hiyo barabara. Sikizeni tena. Tuko na contractors karibu 7 ambao tayari wameanza kutengeneza hiyo barabara. Barabara kutoka Isiolo mpaka Kulamawe iko na contractor. Barabara ya kutoka Kulamawe mpaka Modogashe iko na contractor. Barabara ya kutoka Modogashe kuja mpaka Samatar ilikuwa under annuity, lakini sasa nimebadilisha hiyo barabara, tutajenga kutumia pesa ya serikali ya Kenya. Alafu barabara kutoka Samatar kuja mpaka Wajir iko na contractor.
Barabara ya kutoka Wajir mpaka Tarbaj iko na contractor. Barabara ya kutoka Tarbaj kuja mpaka Kutulo, si namna hiyo? Hiyo barabara pia iko na contractor. Barabara ya kutoka Kutulo kuja mpaka Kobo, hiyo barabara pia iko na contractor. Na barabara ya kutoka Kobo mpaka Elwak vile vile iko na contractor. Na barabara ya kutoka Elwak mpaka Gari iko na contractor. Na ile ya kutoka Gari mpaka hapa Ramo iko na contractor. Ile barabara ambayo sasa napangia maneno ni barabara ya kutoka Ramo kuja mpaka hapa Mandera. Na hiyo barabara kwa mapenzi ya Mungu inshallah, hiyo barabara nitaweka pesa ya serikali ya Kenya tuweze kutengeneza, na hizo barabara zote kwa mapenzi ya Mungu I want to complete so that hii Northern Kenya iungane na Kenya ile ingine, tutembee safari moja. That corridor tutajenga mashule, tutaweka mambo ya maji, tutaweka hiyo corridor kutoka Isiolo kupitia Wajir kufika hapa Mandera itakuwa in place, ndio tuweze kutembea safari ya empowerment ya all the households na communities ya sehemu hii. Mnanielewa? Because this is the turning point for Northern Kenya. Jambo la pili, mimi vile vile nataka niwatangazie nikiwa hapa. Tumekuwa tukiongea maneno ya stima, na hii Northern Kenya imekuwa na giza nyingi. Ni kweli ama si kweli? Tuko na 4 programs ambayo itasaidia Northern Kenya hii. Tuko na program ya last mile connectivity. Tuko na program ya hybrid ya kuhakikisha kwamba tuna ambayo tutatumia kwa muda wa mwaka huu na mwaka ujao shilingi 1.3 billion ya hapa Mandera kuunganisha zile miji ambazo ziko outside the grid, tuweze kuwafikishia stima huko na kwao. Hapa Mandera, mimi nataka mnisikize vizuri. Hapa Mandera program yetu ya electrification for this year and next year by June 2020 bilioni 2.6 ya kuunganisha watu wa Mandera hii kwa mambo ya stima, tukianza na hapa Mandera town na tufikishe ile town ya Mandera town ambayo ilikuwa imekwama. Sasa tumeikwamua na hiyo program ya shilingi bilioni 3.1. Waziri wa maji yuko hapa, PS wa maji yuko hapa. Nimewapatia instructions before the end of this year, hiyo mambo ya maji ya Mandera na Siwa iwe imekamilika. Jambo la 4, mimi nataka nikubaliane na nyinyi kwa sababu nyinyi wafugaji. Ni kweli ama si kweli? Nyinyi wafugaji, katika manifesto yetu tumesema ya kwamba vile tunashughulika na kilimo ya mimea ni lazima pia tushughulike na kilimo ya mambo ya ufugaji. Na ndio sababu kwa mara ya kwanza tuko na mpango ya kuhakikisha ya kwamba mambo ya ufugaji katika taifa letu la Kenya imewekwa pesa ya kutosha, imewekwa mpango ya kutosha, na tuko na taratibu ambayo itafanya mfugaji na ng'ombe yake na ngamia yake na mbuzi yake aweze kuweka pesa katika mfuko yake, aweze kujisimamia na kusimamia familia yake.
And that is the reason why for the first time in the history of Kenya tumesema mambo matatu. Number one, tumesema ya kwamba mambo ya kutengeneza breed, ile mbegu ambayo itaweza kutusaidia kustahimili mambo ya mazingira tofauti kwa wafugaji, ile semen ambayo ilikuwa inauzwa bei ya shilingi karibu 8,000 kwa mambo ya wafugaji wa maziwa, tumepunguza imefika shilingi 2,000 na shilingi 900, na ile semen nyingine ni shilingi 200, na tunafanya kazi pamoja na hawa county governments ndio tuhakikishe ya kwamba wafugaji wako na mbegu ya kutosha ya mifugo yao ambayo itawapatia maziwa na iwapatie nyama, ndio tuweze kuweka pesa kwa mfuko ya wafugaji. Jambo la pili, tumesema vile vile katika ile mpango yetu ni tuhakikishe ya kwamba mambo ya magonjwa ya ng'ombe zetu, magonjwa ya mbuzi na kondoo, ni lazima tuweke mpango ya serikali ya kuondoa haya magonjwa, ndio tuweze kupata soko ya sawasawa ya kuuza nyama yetu ya ng'ombe, ya mbuzi, ya ngamia na hata ya kondoo. Tumeelewana jameni? Sikizeni wafugaji, tumesema ya kwamba tutavaccinate, tutachanja, tutapatia chanjo ng'ombe zetu milioni 22 na small stock mbuzi na kondoo milioni 55, ndio tuweze kuondoa magonjwa, ndio tuweze kuhakikisha kwamba ng'ombe yetu maziwa yake, nyama yake inapata soko ya kitaifa na soko ya kimataifa. Muliniona juzi nikiwa UAE, na kule UAE tumepata soko ya nyama zetu, na hiyo nyama haiwezi kwenda huko kama iko na ugonjwa. Na ndio sababu hiyo hapa Mandera tuko tayari, na mimi nashukuru county government ya Mandera kwa kukubali ya kwamba tushirikiane na viongozi wote wa Mandera ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaondoa magonjwa kwa mifugo yetu, ndio tuweze kutengeneza soko ya sawasawa. And we are going to continue with that process. Tumeelewana jameni? Jambo la tano, mimi vile vile nataka niwaambie hivi. Wafugaji wengi kwa sababu ya jilali na kiangazi walipoteza mifugo yao, na ndio sababu hiyo tumeweka mpango ya serikali, tumetumia bilioni 1 kuweka restocking ya familia 10,000 hapa Northern Kenya, na tuhakikishe ya kwamba wanapata mifugo 53,000 kwa familia 10,000 as part of our restocking process, so that the families that were affected by drought and lost their livestock, we are going to support 10,000 families, among them families in this Wajir, in this Mandera, almost 1,000 families with stocks, so that they can begin their lives and they can also begin the journey for the restocking of the livestock. Tumekubaliana jameni? Vile vile mimi nataka niwahakikishie nyinyi wangwana wa hapa Mandera ya kwamba ile ubaguzi ambayo imeendelea Kenya hii kwa miaka 60, ati mtoto wa Mandera, ati mtoto wa Wajir ama Garissa ama Tana River, ati akienda kutafuta kitambulisho anaulizwa maswali kuzidi ile wamama wanaulizwa huko kwa maternity. Hiyo maneno tumesema itakoma, na kesho mimi naweka sahihi kuondoa kabisa ile ubaguzi ya vetting ambayo watoto wa hapa walikuwa wanaangaishwa nayo, ili mtoto wa Kenya ahesabike kwamba ni mtoto wa Kenya bila ya kujali anatoka jamii gani, kwa sababu sote ni sawa mbele ya katiba ya Kenya na sote ni wa Kenya, hakuna mmoja wa kuzidi mwenzake. Tumeelewana jameni? Tuko pamoja? Tumeelewana? Mnasema tuendelee ama tuendelee?
Unasema tuendelee ama tuendelee? Vile vile nyinyi mumeniuliza kwamba pia kuwe na passport office katika Northern Kenya. Hapo Alhamisi naenda kufungua ile passport office ambayo ilikuwa imefungwa kwa sababu hiyo ni mambo ambayo ni ya ubaguzi. There must be equal access for all citizens of Kenya for all government services. Na hiyo tunataka tuhakikisha kwamba tunatembea pamoja hiyo safari. Watu wa Mandera tumekubaliana jameni? Kuna mambo viongozi wenu wameniuliza. Kuna maneno mumeniuliza ya kwamba hapa Mandera, na nimekubali. Hapa Mandera hakuna haja ya kwenda kutafuta grid kutoka kule Garissa. Grid ya hapa Mandera tutatoa hapa Ethiopia. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba kuna mazungumzo tayari na hiyo mpango